Ndugu zangu, tumsifu Yesu Kristo. Ekaristi takatifu, chemchemi ya uzima wetu. Karibuni tutafakari masomo ya sherehe ya mwili na damu takatifu sana ya Bwana wetu Yesu Kristo. Somo la kwanza ni kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura ya 8 aya ya 2 hadi 3 na aya 14 hadi 16. Wimbo wa katikati ni Zaburi ya 147. Somo la pili ni waraka wa kwanza Mtume Paulo kwa Wakorinto sura ya 10 aya 16 hadi 17. Injili ni ya Yohane sura ya 6 aya 51 hadi 58. Ndugu zangu, Yesu alisema katika Injili ya sherehe hii, aulaye mwili wangu na kuinywa damu yangu hukaa ndani yangu, nami hukaa ndani yake. Kumbe kuna umoja kati ya Yesu na muumini anayempokea katika Ekaristi takatifu. Yesu na muumini huyo wanakuwa kitu kimoja, wanakuwa wamoja. Umoja huo unatoweka muumini akikaa dhambini. Hayuko tena pamoja na Yesu kwa sababu Yesu hana dhambi. Kumbe waamini tunaalikwa kulinda umoja wetu pamoja na Yesu kwa kuepuka dhambi yoyote. Kama kwa bahati mbaya tumetenda dhambi, kabla ya kumpokea tena Yesu katika Ekaristi takatifu, tuende kwanza kupokea sakramenti ya kitubio, turudishe usafi wa moyo, turudishe hali ya neema kabla ya kuula mwili wa Kristo na kuinywa damu yake. Na Mtume Paulo anatutahadharisha kwa maneno yafuatayo: kila aulaye mkate huo au kukinywea kikombe hicho cha Bwana isivyostahili atakuwa amejipatia hatia ya mwili na damu ya Bwana. Rejea waraka wa kwanza wa Mtume Paulo kwa Wakorinto sura ya 11 aya ya 27. Je, kabla ya kufuata mlolongo wa wale wanaoenda kupokea mwili wa Kristo au kushiriki meza ya Bwana, wewe umejihoji na kuchunguza kama kipo kizuizi? Kama kipo, sungesubiri mpaka uungame kwanza? Kizuizi ni dhambi ya awali kama vile uzembe au uvivu wa kutohudhuria ibada ya Jumapili iliyopita au hata zilizopita. Dhambi ya ushirikina au kuwaendea waganga wa kienyeji, dhambi ya uongo, dhambi ya uzinzi, dhambi ya masengenyo, chuki, wivu, dhuluma, wizi, mauaji, tamaa mbaya na kadhalika. Sasa kwa nini unajiruhusu kwenda kushiriki meza ya Bwana kabla ya kupokea sakramenti ya kitubio? Kumbuka kwamba ile sala tunayosali, ile sala ya toba mwanzoni mwa ibada, haiondoi dhambi. Ni sala ya kutunyenyekesha mbele za Mungu ambaye ni mtakatifu, sisi wanadamu tukiwa wakosefu. Kumbe ile sala haiondoi dhambi wala haichukui nafasi ya sakramenti ya kitubio. Mtume Paulo anaendelea kutuonya akisema, kama tungepambanua nafsi zetu tusingehukumiwa. Rejea waraka wa kwanza Mtume Paulo kwa Wakorinto sura ya 11 aya 31. Kumbe hakuna umoja wowote kati ya Yesu na muumini akiwa dhambini. Ndugu zangu, Ekaristi takatifu isipopokelewa kiholela inalinda umoja mwingine unaodokezwa na somo la pili la sherehe hii. Inasema hivi, somo linasema hivi: kwa kuwa mkate ni mmoja, sisi tulio wengi
tu mwili mmoja, kwa maana sisi sote twapokea sehemu ya ule mkate mmoja. Kumbe sisi waamini, Ekaristi Takatifu hutuunganisha sisi kwa sisi pamoja na kutuunganisha na Yesu. Mradi tu tuepuke kushiriki isivyostahili. Ndugu zangu, somo la kwanza la sherehe hii linadokeza faida nyingine ambayo waamini wanapaswa kulenga wanaposhiriki mkate wa uzima: kupata nguvu za kuendelea na safari ya kiimani. Maana safari ya hapa duniani inachosha, ni ngumu, ina vikwazo, ina vishawishi, ina majaribu mengi, kama walivyokumbana nayo Waisraeli kutoka utumwa wa Misri, wakipita jangwani wakielekea nchi ya ahadi. Sisi waamini wa leo tuna changamoto zetu, tuna changamoto nyingi za kiimani, za kiroho na za kimwili. Tusiposaidiwa na nguvu ya Ekaristi Takatifu, hatuwezi kufika mbali. Kumbe inatupasa tuipokee mara nyingi na tukiwa na usafi wa moyo. Wenye uwezo wa kuhudhuria misa kila siku wasipoteze fursa hizo. Yesu mwenyewe anayetupenda upeo anajua changamoto zetu, matatizo yetu, shida zetu na misalaba yetu. Ndio maana aliamua kutusaidia kwa kukubali kuwa chakula chetu cha uzima wa kimungu ndani mwetu. Kwa upande mwingine, kwa upendo tena, anatukaribisha kwake kwa maneno mengine mazuri yafuatayo: Njooni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Rejea Injili ya Mathayo sura ya 11 aya ya 28. Kumbe ndugu zangu, kwa imani na matumaini kwake Yesu, tumwendee na tumuombe. Makanisa yenye tabernakulo yanakuwa na taa linalowaka mchana na usiku karibu na tabernakulo, kumaanisha kwamba Yesu yupo daima, anatusubiri tumwendee, anatukaribisha tuongee naye ili atufariji, atupatie mwanga au nuru ya kuona suluhisho ya matatizo yetu. Anatutia moyo na anatupa ujasiri katika majaribu yetu na misalaba yetu. Tusisahau pia kurudi kumshukuru tunapopata mafanikio. Zaidi ya ratiba ya kiparokia ya kuja kuabudu Ekaristi Takatifu, chukua wewe Mkristo muda wako binafsi, uje umwabudu, uje uongee naye, uje umweleze shida yako, au uje kuwaombea wengine, familia yako, jumuiya yako, kigango chako, parokia yako, taifa lako na dunia nzima. Usisahau kuja kumshukuru kwa mema yote uliyojaliwa katika maisha yako. Ratiba ya maandamano ya Ekaristi Takatifu ikiwepo ni namna ya kukaribisha baraka za Yesu katika mitaa yetu, katika mashamba yetu, katika mifugo yetu, katika maduka yetu, katika nyumba zetu na katika ulimwengu wetu. Ni namna ya kuwaambia wanadunia kwamba wasivunjike moyo. Mungu yupo, anawapenda. Yesu yu pamoja nasi siku zote hata ukamilifu wa dahari. Rejea Injili ya Mathayo sura ya 28 hadi aya ya 20. Kumbe tumkaribishe katika maisha yetu, atatuinua kiroho na kimwili, atatuonyesha njia ya uzima wa milele na wokovu wa milele.
Atukuzwe Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, kama mwanzo na sasa. Awabariki na watakiene sherehe njema ya Ekaristi Takatifu.